Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Afrika TV, karibu katika ngo ya pili ya Ayatun wa Hikaya. Nipo na Sheikh Ahmadi Amana, jina langu ni Isa Nguchuke. Sheikh, tuanze hapa kwenye hii aya ambayo umewaandalia watazamaji, alafu baadaye utatuelezea hikaya yake nyuma ambayo pia umewaandalia watazamaji. Naam, aya ambayo mimi katika maisha yangu wanatembea nayo sana na kila nikiisoma inanikumbusha maisha yangu nilikotoka, ni aya ambayo iko katika surati Talaq. Katika surati Talaq Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, anatuambia waman yattaqillaha, yoyote yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi. Ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hukufanyia wepesi, hukufungulia, kufanyia mambo yakawa sahali. Wayarzukuhu min haithu la yahtasib, na Allah humpa riziki katika njia ambayo yeye mwenyewe haitarajii. Lakini huko nyuma kuna sharti kwamba umche Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala, njia ataifungua yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuruzuku katika njia ambayo wewe mwenyewe hutarajii, kwamba mimi nimepata hiki, mimi nimekuwa hivi, mimi nimekuwa na hivi, hutoamini. Halafu waman yatawakkal ala Allah, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa tegemeo lake si chochote, anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, Allah anasema fa huwa hasbu, Allah atamtosha au atamtosheleza. Hii ndio aya ambayo mara nyingi mimi nikiisoma inanifurahisha na inaniburudisha sana moyo wangu, na hii ni kutokana na historia ya maisha yangu huko nyuma. Mimi nimewahi kuajiriwa kwa takriban miaka 15 katika fani mbalimbali. Nimewahi kuwa dereva, mimi nimeendesha malori, nikiona haya masemi trailer na magari na trailer nimeminyana nayo sana haya mimi. Hakuna nchi katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati mimi sijui. Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia, Kongo, Msumbiji, hizi zote mimi nimechafua humo mahali kwa miaka takriban 8. Lakini pia nimewahi kuwa dereva katika fani ya mabasi. Lakini pia nimewahi kuajiriwa kama supervisor katika makampuni kadhaa, nikiwa msimamizi wa madereva, nikiwa msimamizi wa mafundi, nikiwa msimamizi wa shughuli ambazo ziko pale katika sekta zile. Lakini pia nimewahi kuwa engineer, yani kwa maana ya engineer mara mbili, engineer wale watu ambao wanachonga lathe machine, crane shaft na nini, nimewahi kuwa katika fani ile. Lakini pia nimewahi kuwa engineer kwa maana ya kwamba nimewahi kufanya kazi katika kiwanda cha nguo, nikiwa mimi ni operator wa mashine zile za kutengenezea nguo. Zote hizi ni sehemu ambazo nimepita na nyinginezo nyingi tu ambazo nimefanya. Kitu gani kinanikumbusha aya hii? Nilipokuwa nimeajiriwa kwa miaka yote hiyo, nilikuwa nikiwaona wenzangu, mbona wao wameendelea, mbona mimi niko nyuma. Mtu nimeajiriwa naye, pengine mimi nimemzidi hata kicheo, lakini yeye yuko chini yangu, mshahara wake ni mdogo, lakini amejenga nyumba, anakuja kazini na gari, au ana usafiri ameuweka hivi, maisha yake ni mazuri, anaweza akenda mahali yani ambapo pa gharama akaishi, akala vizuri, akafanya. Mbona mimi siwezi? Mbona mimi nikitaka siwezi? Shida iko wapi? Tatizo ni nini? Nakosea wapi? Lakini nilipokuwa najaribu kuwaingia wale wenzangu ili nipate majibu yakawa kuwa mwizi. Hili ndio jibu jepesi ambalo nitakwambia. Yani ukikaa ukisubiri mshahara wako, na enzi hizo mishahara ni midogo. Tulipo mshahara shilingi 300, shilingi 700, shilingi 2000 ndio mishahara. Sasa ikiwa utasubiri hizi bwana, wewe utakufa maskini. Lakini namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na nawashukuru sana wazazi wangu, walinilea kwamba uwizi ni katika kosa kubwa sana katika maisha. Dhulma ni katika jambo baya sana. Ukichukua haki ya mtu haitokusogeza mahali popote.
Sasa hali ile mimi ilikuwa inanipelekea mimi nikijivutisha subra na nikiamini kama nilivyolelewa na kufundishwa kwamba nikimcha Allah subhanahu wa ta'ala, nikimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, nikimtaraji Allah subhanahu wa ta'ala, iko siku Allah na mimi ataniruzuku. Na naam, Allah akawa ameitikia yale niliyokuwa ninayatarajia katika maisha yangu. Baada ya kuajiriwa kote nilikuajiriwa, mmoja katika rafiki zangu ambaye alikuwa ni mfanyabiashara aliniita akakaa na mimi kama tulivyokaa mimi na wewe hivi. Kaniambia, mimi na wewe tumejuana miaka mingi, tangu tulikuwa tumeajiriwa pamoja mpaka leo mimi nafanya biashara zangu. Kwa nini usiingie na wewe kwenye kufanya biashara? Nikamwambia, naingiaje kwenye biashara wakati sina mtaji? Yule bwana akaanza kunisaidia mimi kwa kunipa nafasi nichukue mali katika biashara zake, nikatafute wateja kama machinga vile. Kwa nilianza na yule bwana, nikaanza. Na unajua Waswahili wana maneno yao, wanakuambia ukiwa Allah anataka kukubarikia, ukiwa wewe utashika tope itageuka kuwa dhahabu, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajataka kukuruzuku, ukishika dhahabu inageuka kuwa matope. Leo namshukuru Allah, nimeanza na yule bwana, wakaja na wengine, kwa sababu watu walikuwa wananifahamu historia yangu na maisha yangu, na nimekwenda kutoka Tanzania mpaka nimeanza kusafiri, nikaenda katika nchi ya Emirates, nikaenda Dubai, nikaenda China, nikaenda Turki, nikaenda India, nikaenda Taiwan, nikaenda nchi mbalimbali, Brazili na wapi, na kote huko nikikutana na watu wa aina mbalimbali tukifanya biashara. Lakini katika mtaji ambao umenifikisha hapa nilipo leo ni uaminifu wangu, watu kuniamini. Leo mimi naweza nikatoka hapa nikaingia Dubai, nikaingia China, watu wakanipa hata kontena 10 za maji bila ya kuwa na 100, kwa sababu wanaamini. Sasa hivi tangu nimeanza biashara yangu ni miaka 19 takriban, wanaamini kabisa, wana confidence kwamba hapa sisi mali zetu ziko salama. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo, nikipewa mali za watu, nikiuza mpaka hapa nilipofikia, na alhamdulillah nimeshirikiana vizuri na wadogo zangu na jamaa zangu, wengine watoto wangu, na tunafanya hii biashara, na nimekuwa nikiwanasihi kwamba mtaji wa maisha yetu ni uaminifu. Kuweni waaminifu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na aminini kwamba riziki anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafika huko tunapokwenda. Lakini tukianza kuwa kinyume, leo mimi nawajua watu niliokuwa nikiwaona wakati ule kwamba wao wameendelea kimaisha. Leo hawa watu wamegeuka ombaomba, wamegeuka maskini. Wengine wanakuja ofisini kwangu, wewe bwana mwenzetu, wewe umepiga bao, umefanya hivi nini, wanabaki na maneno tu. Lakini na wakati ule mimi nikiwaona wao ni matajiri kwangu, wengine nyumba wameziuza, kwa sababu wala hatazidu dhalimina illa dhalala, wala hatazidu dhalimina illa khasara. Hazidishiwi ile dhulumu isipokuwa kuhasirika tu. Wewe ukidhulumu, kama uko serikalini, kama uko kwenye shirika, kama uko kwa mtu, jua tu kwamba kuna siku hii mali itapotea katika njia ambayo wewe huijui. Na kama utajiona umefanikiwa hapa, basi hasara utakwenda kuipata huko. Yani Allah akikunyang'anya hapa amekupenda, lakini akikuachia uendelee tu kula wewe unachokiiba, jua kesho mbele yake utakwenda vitapika. Mtazamaji wa Africa TV, ni maneno mazito kutoka kwa Sheikh Ahmad Amana, na wewe mwenyewe katika kamera unaona kabisa ni mtu mzima huyu. Kwa hiyo wanasema vya kale ni dhahabu, na maneno yanayotoka hapo ni maneno ambayo kiuhalisia, kama tungechagua wino gani ambao unatakiwa uandikiwe hayo maneno, basi ni maneno ya dhahabu. Na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sifa zake kubwa ilikuwa ni amana, mpaka makafiri walikuwa wanamwamini kwa hilo. Kwa hiyo kiuhalisia, kuwa mwaminifu si jambo rahisi kwa watu na si jambo dogo kulifanya kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie kila la kheri Sheikh. Allahumma amin. Nashukuru kwa muda wako. Allah akuzidishie kila la kheri inshallah, na katika harakati zako uko Singida wapi, Allah azidi kuzitilia wepesi, na inshallah huo nasaha mimi ndo wa kwanza kuichukua inshallah, na watazamaji wanaotutazama. Mtazamaji wa Africa TV, tulikuwa na Sheikh Ahmad Amana. Ni moja kati ya wanaharakati wa dini, madai, na pia si mara ya kwanza kumuona katika runinga hii. Mara nyingi sana kwenye kipindi cha Niashiria akizungumzia mambo ya familia, lakini leo katika Ayatun wa Hikaya amekuja na kitu tofauti kabisa. Na imani wewe utakapokuwa huko nyumbani kwako, umekaa huko na kutazama, nasaha hiyo na hikaya hiyo ambayo ameielezea, utaichukua na uigize katika akili yako na katika kifua chako,
na katika familia yako uweze kuwaelezea ili kusudi dawa hii au ulinganiaji huu aliotoa hapa uweze kutambaa na katika sehemu zote za dunia insha Allah biidhnillah. Jina langu ni Isa Nguchuke, nilikuwa na Sheikh Ahmad Amana, kipindi ni Ayatun wa Hikaya. Sehemu hii ambayo tuliopo ile unavyoiona mandhari mazuri, location hii ni Salam Restaurant, ni mgahawa ambao upo Masaki jijini Dar es Salaam, mgahawa ambao una vyakula tofauti tofauti vya ladha ya Kiafrika lakini pia ladha ya Kichina. Ukifika hapa Wachina utawaona shekhe wangu, na vyakula vipo, wapishi wa Kichina ambao wanakupikia vile vyakula vya Kichina, lakini pia vyakula vyenyewe ni halali kabisa, kwa sababu tumezoea vyakula stories zilizopo mtaani kwa vyakula vya Kichina kidogo vinakuwa vina wasiwasi, lakini hapa utapata vyakula vya Kichina ambavyo ni halali kabisa. Paka siku nyingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.